Ndugu wa Tanzania, muziki wa Bongo Flava ni utamaduni wetu, ni sauti yetu na ni kioo cha jamii yetu. Lakini swali la msingi ni je, kioo hicho kinaakisi taswira tunayoitaka sisi kama Watanzania? Nataka leo tuuchambue wimbo wa msanii Dayo aliyomshirikisha Rayvanny uitwao Huu Mwaka, na tuone kama je, haya ndo tunayotaka watoto na vijana wa taifa hili waige au la. Wimbo huu una maudhui ya kuwapa vijana motisha kufanya kazi kwa bidii ili wafanikiwe. Lakini utakapochunguza kwa umakini baadhi ya lyrics za wimbo huu, utagundua kuwa kuna mambo maovu yanahamasishwa kwa vijana kupitia wimbo huu, mambo ambayo hayakubaliki kabisa katika jamii ya Kitanzania. Kama unadanga sana, ila usisahau kumeki bwana, uje kujenga kakibanda nawe uwe na kwenu, na ukipata limama likomoe, likupe pesa huu mwaka utoboe. Ingawa wimbo huu unahimiza vijana kufanya kazi, jambo ambalo ni jema, lakini ujumbe ambao vijana wengi wanaweza kushawishika na kudhani kuwa ni sahihi ni dhana ya kuwa mafanikio yanaweza kupatikana kwa njia za mkato, kama vile kudanga au kupitia mishangazi au limama, na sio kufanya kazi kwa bidii, kusoma au kufanya biashara na shughuli yoyote iliyo halali. Hii inajenga utamaduni wa uvivu wa kiakili na utegemezi, na unahamasisha vijana kuuza utu wao kwa ajili ya pesa. Wakati vijana wa Kichina wanahimizwa kutumia ubunifu na maarifa yao ili kuleta maendeleo kwa taifa lao, huku vijana wa Kitanzania wanahamasishwa kupitia wimbo huu na nyimbo nyingi za Bongo Flava kudanga na kutafuta majimama ya kuwalea ili waweze kujikwamua kiuchumi. Hii ni aibu. Lakini pia mziki huu unaunda taswira ya kwamba mapenzi na mahusiano ni kama biashara au chanzo cha kujipatia fedha ili kujikwamua kiuchumi. Na ndio maana siku hizi mahusiano mengi yamejengwa juu ya msingi uitwao pesa na sio upendo, heshima na uaminifu. Mabinti wa Kitanzania wanahimizwa katika nyimbo hii kudanga sana, yani kujiuza sana ili wapate pesa ya kujenga nyumba. Vijana nao hivyo hivyo ili watoboe. Hii inasababisha vijana wengi kutokuwa na mahusiano ya kweli, kwa maana mahusiano yanatumika kama chanzo cha mapato, jambo ambalo ni hatari sana kwa maendeleo ya taifa letu. Lakini pia mziki huu unahamasisha vijana kukiuka utamaduni wa ndoa na kuhalalisha uzinzi na uasherati. Maadili na tamaduni za Kitanzania na dini pia zinahimiza tendo la ndoa kufanyika ndani ya ndoa. Lakini maneno kama kudanga, inayoweza kutafsiriwa kama umalaya, na vijana kuhimizwa kutafuta mahusiano yenye faida na limama, yanahalalisha na kukuza dhana ya kufanya mapenzi nje ya ndoa. Hii huongeza hatari ya mimba za utotoni, kuenea kwa magonjwa ya zinaa na mmomonyoko wa maadili ya Kitanzania. Na hapo kwenye maadili, wimbo huu unakiuka misingi ya utamaduni wetu wa Kitanzania, utamaduni tulioachiwa na waasisi wa taifa hili, utamaduni wa vijana kuheshimu wazee. Tamaduni zetu zinakataza vikali mahusiano ya kimapenzi kati ya kijana na mzee au mtu mzima. Mahusiano pekee yanayoruhusiwa ni kama ya mzazi na mwanae. Lakini wimbo huu unaowashauri vijana kutafuta limama na kulikomoa unavunja miko hii, kwani kijana anahimizwa kumtumia na kumdhulumu kimapenzi mzee kwa faida yake binafsi. Hili halikubaliki. Vitendo vya mabinti kudanga na vijana wenye nguvu kutegemea kulelewa na mashangazi ni mambo ya aibu ambayo yanapaswa kukemewa na sio kushadadiwa. Ni heri ukabaki maskini kuliko ukauza utu wako kwa ajili ya pesa. Mziki ni silaha, na kama ni silaha, ni juu yetu kama jamii kuamua tunaitumiaje silaha hiyo. Je, tunatumia mziki kulinda taifa letu kwa kufundisha kizazi kipya maadili mema, au tunaliangamiza taifa letu kwa kuhamasisha maovu? Mziki una uwezo mkubwa wa kutuleta pamoja, lakini pia mziki huo una uwezo wa kututapanya. Kwa hiyo mimi nashauri tutumie nguvu hii ya mziki ya kutuleta pamoja kwa maendeleo na maslahi mapana ya taifa letu, kwa kuwalinda watoto na vijana ambao ndio taifa la kesho, dhidi ya maudhui hatarishi ya Bongo Flava yanayohatarisha kustawi kwao. Lakini pia nawasihi wasanii wetu wa Bongo Flava utafakari kwanza athari ya nyimbo wanazozalisha, ili kuhakikisha zinaakisi jamii yetu kwa namna inayojenga, kwa namna inayohamasisha bidii halali, na kwa namna inayoheshimu misingi ya utamaduni wetu.